Ushirikina katika mapenzi. Yaani anamharibu mtu akili yake, anakuwa anaamua so yeye. Yaani so milulu naamua. Yaani so akili yangu nakuwa na buruzo. Aha. Kwa hiyo ina maana kuna hapo nimekuelewa. Sasa unajua Lulu, ushirikina katika mapenzi. Ushirikina katika mapenzi unategemea. Kuna ushirikina mzuri na ushirikina mbaya. Unasikia Lulu? Mimi kwa mfano, mimi labda nampenda mtu fulani au Lulu nimekuja kwako, kila nikiongea na wewe Lulu mimi hivi nikikwambia unielewi, napaka perfume ya shilingi 50,000, natoka sikiliza sasa, natoka Mbagala kwa miguu mpaka Mtongani, au natoka Mbagala kwa miguu labda mpaka Kigamboni na kufuata wewe, na azima magari ya watu ya kifahari nije mtoto mzuri nikuoneshe, lakini unitaki. Sasa mimi nafanyaje? Kwa unakuwa nikomoa. Na kunikomoa kwa sababu unaangalia vile vitu ambavyo umetumia vya thamani, muda wako, gharama. Lulu sanitaki, ngoja nimroge. Sasa ngoja nikwambie, mimi mwisho wa siku nachokifanya Lulu, naenda kwa babu. Naambia babu, bwana mimi nimempenda Lulu binti Ali. Okay. Bin Ali Lulu, nataka awe wangu. Sasa babu atanituma kachukua unyayo, leta tu ukaange. Tukisha ukaanga sasa Lulu ndo unaanza sasa. Lakini sio kitu kizuri kwa sababu mimi naona kumfanyia mtu shirikina ila kupende ni ukatili kama ukatili mwingine. Mwache akupende mwenyewe. Yaani mwache nivutiwe na mimi mwenyewe. Inaleta raha kwa sababu gani? Kuna wakati unafikia zile nguvu zinakuwa zinaisha. Umeona zikiisha ndio vile ingekuangana na kali simba limesimamia. Na kwa tena mapenzi yanakuwa haya. Wewe ngombe Lulu. Okay. Nguvu zikiisha miaka 5. Sawa au miaka 6. Una watoto hawa wawili. Unaenda wapi? Ndio pale tunapotelekeza watoto, maana ndio sikupendi na mimi labda naweza nikapata mtu nje na ninapo kama mimi naanza kumuelewa huyu ino bana kwa chaguo langu. Unajua kwa mwisho wa siku shirikina unakuwa hauna faida. Naweza nikapoteza mke wako ulikuwa unampenda ambao umemfanyia masuala hayo ndumba. Watoto pia wakapata taabu kwa sababu gani umeniforce sikuwa mimi. Acha nikupende mimi mwenyewe. Inaleta raha tukipendana sote pamoja. So utumie masuala haya. Sasa ngoja ngombe Lulu. Ngoja wewe ukinipenda mimi itachukua muda. Huenda kuna mtu mwingine naye yupo. Sasa bora ulogwe na mimi kuliko kulogwa na mtu mwingine wa mbali. Kwa hiyo Lulu iko hivi, ushirikina katika mapenzi. Mimi ndio wewe. Mimi ningekusikia bado sijaoa Lulu, mimi ningekuloga. Wala usingenipata. Na ningekupata wewe unyewe hapo na upata hapo ofisini. Hata umesikia Lulu. Kwa hiyo katika mahusiano vitu hivyo vipo. Lakini pia tukirudi katika upande wa reality kabisa, ushirikina katika mahusiano sio kitu kizuri. Exactly. Mtu akuridhie mwenyewe, mpende mwenyewe na yeye aamue sasa kukupenda. Na kuna kitu kingine unakuta kuna watu ambao pia wanafikia mahala wanavunja ndoa za watu kupitia ushirikina. Labda umeoa, mimi bana nampenda ino, silali, sisikii, uje nivuruge ndoa yake, amwache mke wake ili niwe naye. Watu ushirikina sio mzuri. Yeah, of course. Na ukiangalia ushirikina yani ushirikina sio kwenye mahusiano tu kumtaka mtu. Pia hata katika ndoa. Ndio hiyo unakuta mtu anavuruga ndoa ya mtu fulani, anatoka mtu anavuruga ndoa ya Edison, kusudi Edison amwache mke wake aolewe. Anaribu labda ndoa labda ya mtu fulani labda huko, ndio hivyo. Kusudi labda yule Emi amwache mtu fulani awe na yeye. Kwa hiyo ukirudi katika swala la ushirikina katika mahusiano sio jambo zuri. Mwache mtu akuridhie, alafu akupende mwenyewe. Rahabeka, mtaishi maisha yote kwa raha. Yaani tena kuna nyimbo moja. Labda nikwambie kitu hino, italeta raha labda kwa mfano. Labda kama tumependana ile natural kabisa bila ndumba wala nini. Labda turogane. Nikuchukua baba twende kwa mganga. Mganga turoge tusiachane mimi na mume wangu. Yaani mnakubaliana nyote kwa sababu mnapenda. Sasa unaweza kwenda pale wewe na mwenzako kwa mganga, afu mganga naye kakupenda wewe. Unasemaje wewe dada? Sasa mganga anakupa kuloga na kukupa kuachana. Kwa hiyo bora utulie. Yaani pendaneni wenyewe, msiongeze nguvu yoyote. Umeelewa? Yaani ushirikina sio mzuri. Mpendane, kakupenda. Tena wanaopendana huwa wanadumu sana.